إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله سراج منير صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين والنشور فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واعلموا أن من اتقى الله نجا. Ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni yeye anastahiki kushukuriwa, kutukuzwa na kuhimidiwa. Sala na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye watu wake wa nyumbani na masahaba zake watukufu na waislamu watamfuata kwa wema. Ndugu zangu waislamu, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ni mtume wake. Maneno ya kweli na ya haki ni maneno yake Allah, na njia ya kufuata ni ile aliyotufunza mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na mabaya ni yale ya kujianzia. Kila cha kujianzia ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na kila upotevu unampeleka mtu ndani ya moto. Allah atuweke mbali na moto. Ndugu zangu waislamu, mwogopeni Allah ukweli wa kumwogopa. Bila shaka tutafaulu pale ambapo tutakapomwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbele yenu kila yule ambaye ni katika tulab ambao tuko nao ana kitabu mkononi, risala ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ambao risala hiyo inaitwa Usulu Thalatha. Muhimu kwa mwanafunzi kuisoma na kuijua, kwa kuwa ndani yake mnapatikana faida zisizokuwa na mfano. Usulu Thalatha ni kitabu ambacho Muislamu akikizingatia ataelewa zaidi majibu ambayo yanaulizwa kaburini ya mtu kumjua Allah na kumjua mtume wake na kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Ni kitabu kidogo ambacho kinakusanya faida zilizokuwa nyingi. Kitabu hicho kinampasa kila mwanafunzi kukihifadhi na kukijua pia na kukielewa. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ikhlas katika darasa zetu hizi, na pia atupe ithbat ya kukianza kitabu na kukimaliza. Maana faida na baraka inayopatikana katika kuisoma ilmu ni pale ambapo unaanza kitabu mwanzo wake hadi mwisho wake. Na pia Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuweza kuelewa haya ukweli wa kuelewa, na pale ambapo tutakapoyajua uhakika wake tuweze kuyaishi na kuyafundisha. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba katika kikao hichi ndani ya msikiti wake atulipe yale ambayo wanastahiki kulipwa wale ambao wanaoikaa ndani ya vikao wakisomeshana dini ndani ya misikiti. Ndugu zangu waislamu, bila kuchelewa, sharhi yetu ya kitabu hichi haitokuwa pana, bali itakuwa ni kwa kupitia, ili mradi tuweze kuelewa kitabu na kuchukulia program ya siku moja kwa wiki
ili tuweze kumaliza na kuchukua kingine. Itampasa kila mwanafunzi ambaye anataka kukielewa na kukijua kuwa makini katika durus na kuja mapema na kusikia, pia na kuwa na kitabu chake mkononi ili aweze kuandika yale ambayo hayaelewi na kuandika taaliqat katika yale ambayo tutakuwa tunazungumza chini ya kitabu chake, ili mradi atakapokuwa anakisoma nyumbani aweze kukumbuka yale ambayo yaliyozungumzwa msikitini katika kusoma. Tutachukua mara nyingi mpaka 1:15 na zile dakika 15 zitakazobaki, kutokana na jinsi ambavyo itakuwa ni siku ya Ijumaa. Darsa hii itaulizwa maswali ndani ya darsa yale ambayo hayakueleweka, na ndani ya khutba pia yale ambayo hayakueleweka. Tutachukua fursa hiyo kila Ijumaa baada ya darsa, ili mradi tuweze kuijua dini yetu uhakika wa mambo. Leo tungelianza program na kupatikane mwanafunzi mmoja ambaye atakuwa anatusomea kitabu alafu tunaenda na sharh, lakini kutokana na hali kwa leo insha Allah tutaanza kwanza kusoma wenyewe, alafu wiki ijayo tutamchagua moja katika wanafunzi ambaye atakuwa anasoma kitabu. Kwa hiyo wale ambao wanaopanga maiki na mengineo wajitahidi insha Allah wiki ijayo kuwe maiki 2 ya yule ambaye anayesoma na sisi ambao tunaozungumza huku mbele. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah anasema katika kitabu chake I'lam rahimakallah, I'lam rahimakallah, anaanza maneno yake akisema jua Allah akurehemu. Vitabu vya Sheikh mara nyingi risala zake alikuwa haanzi kwa mukaddima kwa kusema innal hamdalillah na mengineo, alikuwa anaanza kwa bismillahir rahmanir rahim, na kuna baadhi ya chapa utayaona haya yanaandikwa kule juu bismillahir rahmanir rahim i'lam rahimakallah. Bismillahir rahmanir rahim hakuweka hiyo kwa kusema kwamba bismillahi kwa jina la Mwenyezi Mungu, ambayo hapa kuna neno linajificha kwa jina la Mwenyezi Mungu. Naandika risala hii kwa jina la Mwenyezi Mungu, naandika haya maneno kwa jina la Mwenyezi Mungu, na kusomesha haya na mengineo katika yote takdirati ambao unaweza kaweka kwenye bismillahi hiyo. Hilo ni la kwanza. La pili, wanasema wanachuoni kwamba Sheikhul Islam alipokuwa anaandika anaanza bismillahir rahmanir rahim, alafu anaanza maneno yake, alikuwa anafuatilia vile ilivyokuwa Qur'ani tukufu. Qur'ani inaanza kwa bismillah, alafu sura iqtidaan bi kitabillah, na hivyo ndivyo alikuwa akitembea katika risala zake nyingi. Alikuwa haanzi na mukaddima ambao ni khutbatul haja, bali alikuwa anaanza na bismillah, alafu anaanza maneno yake ambayo tutaanza kuyasoma kwenye vitabu vyake. Anasema Sheikh I'lam rahimakallah, hadha khitabu li talibil ilmi wal ma'na ta'allam wajtahid fil ilmi. Anasema I'lam rahimakallah, jua. Anamwambia yule ambaye ni mwanafunzi atakayesoma, kama vile anamfahamisha jitahidi, kuwa na juhudi, zidisha juhudi katika kutafuta elimu. Alafu Sheikh akakuombea dua rahimakallah, yani aflahakallah wa as'adaka, Allah akujalie ufaulu na akujalie raha na akujalie furaha. Na hii ni katika khairi ambayo Sheikh anamwombea dua yule ambaye atakayesoma. Anaanza maneno yake kwa kumlainisha moyo yule ambaye atakayeyasikiliza, na hivi ndivyo inampasa mtu kuongea na mwingine. Kuanza kuzungumza na mtu, unaanza kuzungumza kwa maneno malaini ili aweze kulainika kwayo na aweze kukuelewa kwa yale ambayo atakayoweka mbele. Sheikh akasema I'lam
rahimakallah annahu yajibu alaina taallum 4 masail, kwamba ni lazima kwetu kujifunza mambo 4. Sheikhul Islam alipoanza maneno alisema i'lam rahimakallah, ewe talibul ilm, jua Mwenyezi Mungu akurehemu kwamba ni wajibu kwetu sote, kwa kuonesha kwamba wajibu huyu unamkusanya talibul ilm na muallimu wake na sheikh na maamuma na kila Muislam. Akasema yajibu alaina, ni wajibu kwetu sote kujifunza mambo 4. Yani anakwambia haya mambo 4 ni mambo ambayo kila Muislam anapaswa kujifunza, ni mambo ambayo kila Muislam anapaswa kuyajua, ni mambo ambayo kila Muislam anapaswa kuyazingatia. Akaanza kuyataja, akasema al-ula, jambo la kwanza, al-ilmu, elimu. Jambo la kwanza, elimu. Elimu ni jambo ambalo ni faradh kwa kila Muislam. Elimu ni jambo ambalo ni faradh kwa kila Muislam, ambayo elimu hii inagawanyika kwenye elimu ya faradh kwa kila mtu na elimu ya faradh ambayo sio kwa kila mtu. Kwa hiyo elimu ya faradh ambayo ni ya kwa kila Muislam ndiyo ambayo Sheikh amesema ni lazima we kujua, elimu ambayo ni lazima kila Muislam kuyajua. Na hakuacha hapo, akasema al-ilmu, alafu akaonesha makusudio ya ilmu ni elimu gani anaokusudia hapa. Akasema wa huwa ma'rifatullah, elimu ambayo unapaswa kuijua kila Muislam ni kumjua Allah bi asma'ihi, kujua mtume, kujua dini ya Uislamu kwa dalili, kuifanyia kazi. Baada ya kuifanyia kazi, jambo la 3, kuwaita watu kwayo. Unawaita watu kwenye hiyo haki, ukijua unaifikisha. Na ndio majukumu yetu, ndio majukumu ya kama uishajua. Alafu kuna kuja jambo la 4, arabi'atu as-sabru ala al-adha fihi, kuwa sasa na subra kwa maudhi ambayo utakayo yapata, maneno, matendo, kukutukana, kukusema vibaya, kukusengenya, kukukimbia. walaqad kadhabat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walikusha kupingwa na kupigwa vita mitume kabla yako, akimwambia mtume wakasubiri kutokana na yale ambao walipingwa kwayo na wakaudhiwa kwao paka pale ambapo nusra ilipokuja. Kwa hiyo kupata maudhi kwenye da'wa ni jambo la asli. Kupata maudhi kwenye da'wa ni jambo la asli. Kuna wakati mwingine unaweza kukutana uko unawafikishia watu haki, uko unawafunza watu yale ambayo wanastahiki kuyafanya, wanaona kama hakuna aliyekuwa mshenzi duniani kama we. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Hivyo ndivyo walikuwa wakiishi maduat. Wanakimbia, hatutaki hata kuwasikia. Maudhi atakuja mengi, utapewa majina mengi mabaya, utatukanwa, mpaka inafikia hali hata nyumbani kwenu ama nyumbani kwako, wale ambao unawaambia, ambao unaona kama hawa nina amri juu yao, unamwambia neno, anakuambia utaniambia nini? Au mawaidha yako msikitini. Ukifika tena msikitini, ukiambia watu hivi vitu havifai, uko mjuaji ama una adabu. Lakini kama unafikisha haki, thibiti, uthbut, thibiti kwenye lile haki ambayo unatangaza, thibiti kwenye hiyo da'wa, kwa kuwa kutakuja tu maudhi kwa aina yote. Akaendelea Sheikh akasema
wadalilu ala hadhihi almasail, dalili ya haya masala, wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya haya ambayo niliyosema ni kauli ya Allah. Na hiyo ama huyu ndio mfumo wa kitabu chochote cha Sheikhul Islam Muhammad Abdul Wahhab. Alikuwa kizungumza masala, anakuwekea dalili yake chini. Alikuwa haongei maneno isipokuwa anaweka chini yake dalili, ili akuonesha kwamba haya mambo ambayo unayasema yako na nini, yako na asli ndani ya kitabu cha Allah. Akasema wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya haya ambayo niyasema mambo manne ni kauli yake Allah. Akasema bismillahirrahmanirrahim wal asri, na hapa kwa wakati, innal insana la fi khusrin, hakika binadamu wako katika hasara, illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ndio haya mambo manne, isipokuwa wale walioamini. Na imani tulisema inajengeka kwenye kumjua Allah na kumjua mtume na kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Haiwezekani uwe na imani hauyajui haya, haiwezekani. Ndio maana mwenye atasema kwamba kuna nabii baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hata awe analala msikitini, huyo ana imani, kwa kuwa hamjui mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenye atakuja na kusema kwamba Allah hana sehemu, yuko fasi yote, hata awe anadhikiri ya kuvaa nguo, hana imani, kwa kuwa hamjui nani? Hamjui Allah, hamjui Allah. Mwenye atakuja na kuambia hakuna adhabu za kaburini, huyu hata akisema neno mbili analia. Yani hata kimono unasema huyu hakuna mtu mwenye ana imani kama huyu. Kama anapinga adhabu za kaburini, haiwezekani awe na imani, haiwezekani, kwa kuwa dalili zote zinathibitisha uwepo wa adhabu ya kaburini. Kwa hiyo Allah akasema illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao walioamini, walimjua Allah, wakajua mtume wake na wakajua dini ya Uislamu, wakaamini. Baada ya kuamini, wa amilu salihati, wakatenda matendo mazuri. Wakatenda matendo mazuri, yani yale walioamini wakayatenda, sio jambo la pili. Watawasau bil haqqi, baada ya kuyatenda si wakawaita watu kwa hiyo haki, wakahusiana kwenye hiyo haki. Ndio jambo la ngapi? Jambo la tatu, kuwaita watu, ad-da'watu ilay. Watawasau bis sabri, na wakahusiana kwenye sabru, ndio ile asabru ala al-adha fihi. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, hii ndio dalili ya haya mambo manne ambayo Sheikhul Islam aliyasema katika kitabu chake. Naam, akaendelea Sheikh akasema, baada ya kutoa hizo dalili, akasema qala ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Muhammad Idris ni mmoja katika maimamu wanne ambao fiqhi yao imezagaa duniani kutokana na jinsi ilivyosomeshwa na jinsi wanafunzi walivyoizagaza. Muhammad Idris ambaye maarufu Shafi'i ni imamu watatu. Imamu wa kwanza anaitwa Nu'man ibn Thabit maarufu Abu Hanifa. Imamu wa pili anaitwa Malik ibn Anas maarufu Imam Malik. Imamu wa tatu anaitwa Muhammad Idrisa almaarufu Shafi'i, Muhammad Idrisa Shafi'i. Na imamu wa nne anaitwa Ahmad ibn Hanbal maarufu anaitwa Ibn Hanbal. Kwa hiyo hawa ni wanachoni wanne watukufu ambao tunaweza tukasema kwamba wamekusanya fiqhi ya Kiislam kwenye madhhabu yao manne: Hanafia, Malikia, Shafi'ia na Hanabila. Imam Shafi'i rahimahullah, hatutozungumzia sira yake kwa kuwa sharhi yetu sio pana. Inshallah labda tukifika kule mbele tutaelewa, lakini kwa ufupi ni hayo. Anasema kwamba lau ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafatuhum,
laiti kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asingeteremsha hoja, yani Qur'ani nzima kwa waja wake, isipokuwa hii sura ingewatosha, kwa kuwa sura hii inakusanya dini yote. Pamoja na kuwa dalili hii ama maneno haya yanasemekana kwamba sio sahihi. Naam. Anasema Imam Bukhari, Sheikh anaendelea anasema, waqala al-Bukhari rahimahullah, na anaitwa Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, anatoka Bukhara, mmoja katika wanachuoni wakubwa wa hadith, kwa anaitwa Imam al-Hadith. Walikuwa wanamuita aje kwenye hadith? Amirul Mu'minin. Yani ni moja katika wanachuoni wakubwa wa ilmu ya hadith, na aliandika kitabu chake ambacho kinaitwa Al-Jami'u As-Sahih. Al-Jami'u As-Sahih cha Imam Bukhari ni kitabu ambacho hamna hadithi dhaifu ndani yake, chote ni sahih, na alikikusanya kwa kuzunguka na kuweka sharti zilizokuwa kubwa. Alafu chini yake ni Imam Muslim ambaye naye ni maarufu, na yeye ana kitabu chake cha sahih. Imam Bukhari rahimahullah katika kitabu chake akaandika babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, akaweka mlango ambao akasema mlango wa elimu kabla ya kutenda na kabla ya kusema. Inabidi mtu ajue kabla ya kusema na kabla ya kutenda. Inabidi ujue kabla ya kusema na kabla ya kutenda. Kitabu kwenye matni wanasema waqala al-Bukhari rahimahullah babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, mlango wa elimu kabla ya kauli na matendo. Alafu Sheikh akasema wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya haya ni maneno yake Allah yanayosema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Jua elimu kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wastaghfir li dhanbik, na muombe Allah msamaha. Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kwanza kuamrisha jambo la kwanza al-ilmu bitawhid, kujua tauhid, kumjua Allah. Kama haumjui Allah, mambo yataharibika. Kuna siku mtu aliwahi kusema neno likanishtua. Anasema hivi, mimi mnadhani kwamba Mungu wangu ni ule Mungu wenu mwanateremkaga kutoka kwenye arshi mpaka mbingu ya kwanza na asanseri? Yani hamjui hata Allah. Kuna maneno ambayo hata kama wewe binafsi huyaamini, uzito wa kuyatamka ni mazito. Hata kama hauamini kweli kama Allah anateremka, kusema tu kwamba Mungu wako ni mazito. Ni kwa nini? Kwa kuwa Allah kumjua hakuna. Ndio maana Allah kaamrisha jambo ambalo unapaswa kujua, at-tauhid, kumjua Allah, ukweli wa kumjua. Kisha jambo la pili istighfar, ambayo inakuja ni matendo. Baada ya kumjua Allah ndio utaomba msamaha. Fabada bil ilmi qabla Allah ameanza kwenye ilmu kabla ya maneno na matendo, kabla ya kusema na kabla ya kutenda. Kwanza jua, ujue nani? Umjue Allah, umjue nabii wake, na ujue dini ya Uislamu kwa dalili. Jua kabla ya kutenda na kabla ya kusema. Naam, ndugu zangu Islam, Sheikhul Islam anasema i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula
العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال البخاري رحمه الله قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Kwa hiyo haya ndio ambayo tuliyosoma leo. Inampasa kila mwanafunzi kuyahifadhi, kuyaelewa, pia kuyazingatia, na kadiri ya leo kwa haya tunatosheka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.